Sasa unaona after kujua hivyo nikamwambia je namuacha. You know he literally locked me up, choked me, alininyonga. Tuko kwa BNB sasa. Alininyonga na lia nikimwambia jitu nimemwambia namuacha. Akaninyonga kabisa ndo akachukua kisu. So I was like unataka kuniua mimi? Anza kuniambia hata naweza Marion nyamaza, alikuwa ananiambia nyamaza ama I can do something yenye sisi wote tutakuwa ruined. So I was like utafanya. Sasa ndo akaanza kuniambia tunajua mimi by then naweza jidunga kisu. Sasa akaanza kujiambia ati yeye atajidunga kisu. Na mimi bado some part of me nampenda. Nikamwambia sijidunge. Sasa hapo akakaa chini. Ilifika point nikaona uko serious, unataka kujua? Unajua anakuweka kwa situation gani? Yenye wewe ndio utarudi kwake ukimwambia please no hiyo situation sasa. So he took the knife and then akaniambia ati atajiua. So nikamwambia funga hiyo mlango. Akasijui kwenye aliweka keys. Sijui hiyo mlango ilikuwa locked. Akaninyang'anya simu pia. Akachange M-Pesa pin. Si M-Pesa pin, inaitwa je pin ya SIM card pin. Akachange SIM card pin. So I was like sinipe simu, akakalia simu na kwa floor na ameshika kisu hivi. So mimi kwa akili yangu najiambia so yenye amechange ni nini yako? Amechange unajua aje? ID yangu nilikuwa ile duplicate ilikuwa kwa bag yangu, kwa handbag yangu. Funny thing hata nashuku haku change your time. Jua lazima mimi kuwasha kuweka pini na niambie incorrect. Hiyo time sasa. Sasa akaanza kujiambia sijui nini. Nikachukua nguo yenye ilikuwa hapo, nikamnyang'anya kisu, nikarusha nje ya dirisha sasa. So the whole time nalia, but alikuwa amenitraumatize honestly. Mimi sijikuwa traumatized hivyo. Alikuwa amenitraumatize kabisa. Sasa si ndo akaanza kuniambia ati nikiendelea kulia hivyo atanigonga sijui nini. You know he literally took a melamine mug anataka kuibas kwa kichwa yangu hivi. Jia kulia? Atina cause commotion. Na unajua mimi naweza kwa drama queen scream huko kwote. Alafu ni ile aibu so, pia. Anaogopa bado. Bado alikuwa anaogopa. Yo, vipi jamaa? Karibu sana ndani ya Mshefa TV ambapo watu wanakuletea burudani na matukio kadri tu yanapotokea. Pia sometime watu wanakuletea guest na pia wasanii kutoka hapa nchini Kenya na kote Afrika Mashariki. Aise, ikiwa ni mara yako ya kwanza kabisa kumtazama, kisha umesubscribe na uweze kubonyeza alama ya kengele ili anytime napoweka show mpya aise unakuwa wa kwanza kujuzwa, au sio? Siku ya leo kama leo niko kwenye location aise, nimekuja kumtembelea mwanadada huyu ambaye ana story ambayo mimi na wewe hatuifahamu kabisa, ila kwa sababu yuko hapa atatuchapia story yake, au sio? Mambo vipi? Poa. Uko fiti? Niko poa. So utachofanya ni kuongeza tu sauti kidogo, tukujue alafu tuchapiane. My name is Marion. I'm from Kiambu. What do you do, Marion? I'm a student. Wow. Yes. That's nice. Haya, Marion, uko na story, na story yako niliona ikitambaa kwa mtandao wa TikTok. Ambapo ulikuwa unapenda story yako. So ningependa pia uchapie viewers wangu story yako ilianzia wapi and what happened. So initially it was on my birthday on September 9. So that guy alikuanga na namba yangu. Okay? Nilimtoanga TikTok. Ni ile yenye kwa request mtu anakuambia nitumie namba yako or something. So like I sent him my number na he has been talking to me. Amekuwa akiniongelesha. Okay. Lakini mimi si replyingi sana. Mimi ni wale watu on and off. So since it was my birthday, kila mtu ananiambia anani-wish happy birthday kwa DM sasa. So I went on opening every DM. Ndio nikapatana na yeye. Alafu juu nishafungua siziacha blue ticks hapo ama anything. So nika reply and then we started like engaging in the conversation. Akona mdomo tamu, jalinisha box. Kaingia box. Nikaingia box. Kajua ushapata mpenzi. Nishapata mpoa. Nishapata mtu. Sasa ndo he after like my birthday, alikuwa ameniambia since it's your birthday, I'm gonna bring
sijui roses and whatever. Ni alijiambia hivyo. I was like lover boy. Okay, sawa basi. Ashaanza kuwajibika. It's a vibe though. Ashaanza kuwajibika. So he never came. So after like he told me ni pinned location. So ako zile za ati I came lakini mimi sikukupata. So I was like umekuja na hujanipigia. So ungenipigia basi. Because after like nishampigia ndo ananiambia nilirudi sijui nini na ananiambia kwa ni Dendegwa, a place called Runda Palm Gardens. Okay. Uko sasa. Nikamwambia je, mimi ni sawa. By the way haikuuma juu hata simjui. Hata simjui so haikuuma. So mimi nikaenda birthday yangu ikakuwa hivyo. We started talking and then he was like planning for dates sasa. Those dates sikuenda cause kila saa nikipindi location ananiambia sijui amefika anioni sijui mara sijui wapi. What a waste of my day na outfit. Juu sasa ni nini? So ulikuwa unapiga tu pamba yako safi, unatokea kwenye location, jamaa akuji. Anakudanganya sijakuona nimeenda. Si ndio? So alafu ananiambia ati gari yangu ni sijui ilikuwa KC something 00 sijui what F. Tutaiona. So I was like niga mimi sikuoni. Nikamwambia nitumie current. I don't know how he did that. Alifanya ni amini ako around where I am. But pia unaweza ingia kwa Google uchukue specific location utumie mtu. Sasa ona mimi siko na. You didn't know that? I didn't. Kishajua. Sasa ikakuwa hivyo so I was like acha tu nielewe ni ile yenye tu amechanganikiwa maybe our route ni complicated or something. How many times? 3 attempts actually. Okay. So imagine I'm just dressing up for nothing. Asiendi mahali. Dressing to impress alafu anakosa kutokelezea. Hadi kazi Nsongo alikuwa anacheka. Mimi nikaamua je wacha tu ni chill ni relax nisimpe pressure tu hivyo. So we continued talking nini. Ndo ananipea good vibes on text. So nikajiambia sasa wewe mimi sikujui nini wacha basi kierere yangu nikamwambia aje haya so unaniambia unaishi Dendegwa I'm coming there. So unajua quick mat ya Dendegwa hiyo hapo. Akaniambia aje sawa tutapatana. So that time nikaenda. So kwenda ndo he came. And then he came with alikuwa amevaa aje? Alikuwa amevaa black jeans na black t-shirt na Crocs. And then he was like, "I don't mind how I've dressed." Nilikuwa job after nishaona ni kama ukuji sahi, mimi nikaenda nikachange. I was like, sawa basi. Nikakuwa hivyo. So why was it a bother? Like mbona alikuwa anaji-explain vile amevaa? Nilimshangaa tu, hadi mimi nilimshangaa. Okay. Sasa tuko hapo. Nikaoda akaniuliza nitakula nini. Mimi nikaitisha makaroni hapo. Tukakula. Funny thing, how would you buy me food and you're not eating? So I was like, food yako iko cause spendi unanakula unaniangalia spendi. Sasa namuuliza food yako iko ananiambia ati order yenye nimemake hapo ina taking long cause lazima ni order wanitengenezee sijui ngamunzo unatengenezewa nini. Kaambia it's some sort of pizza but then itakuwa sijui fries itachanganywa yani. So I was like what the hell is that? The guy was bowling alikuwa anapatia vibe ya bowling Si ndio? Nikamwambia je sawa. We stayed there for like tulipatana at 2 p.m. By the time natoka hapo nilikuwa natoka at around 6:50 something nikielekea 7. Na bado food yake ija nini. So I was like sioni uongelesha watu. Kwa huko anajifanya mimi sijui kama anaenda anauliza sijui nini lakini ananiambia sijui wamesema haijamaliziwa. Mimi nikachorea tu nikachana tu na hiyo story. Sasa ndo tukaendelea kuongea. Vibes ako nazo kwa simu mistari iko. Sasa after like kuendelea kuongea I was doing a short course in Nairobi West huko. So mimi niko shule. This time ananipigia after like 2 days after like tumepatana naye 2 days anani text na namba si yake. Ananipigia na mimi sichukuangi namba si za watu hizo. So mimi nachukua anaanza kuniambia ati it's an emergency sijui I was robbed yesterday night sijui bla 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 bla. Ati mimi hata kuna kitu niko nayo uwezo. Sasa ndo akaniambia ati I need you right now physically. Mimi nani? Heri nitoke class. Nikachukua gari piu hadi kwenye yako. Kwa bei sasa. Sasa nijue ni nini. Sasa ndo funny thing nilimpata na the same clothes. Zenye tulikuwa tumepatana nazo that day. So I was like ni nini? Sasa ndo akaanza kuniambia OB kikaratasi kime. So wait a minute. So you guys meet like today
And tomorrow he has an emergency. Yes, like that. Sasa akaanza akanionyesha OB which mimi ningeamini juu ilikuwa na stamp. Mimi sijui kwenye alitoa stamp. Unaona hii unga ya nini ya ugali. Hiyo paper venye inakwanga ile ya brown pembe hiyo iko na stamp na ameandika sijui mambo zake hapo. Sasa ako zile za mpaka nimechukua OB. Sasa nikamwambia ninarate story. Akaanza kuniambia ati alikuwa anatoka Quickmart. Ati yeye ndio anafanyanga trading. Anaendanga Quickmart na laptop kila sana. Joana bibi ama girlfriend kwa nyumba hapikangi. Kazi ni kukula Quickmart. On and off hivyo. Ati yeye ni mzembe hapendi kupika. So time ati amezoea kuwork online akiwa Quickmart usiku. Akirudi home ndo akapatana na wezi kwa hiyo njia ya Runda Palm Gardens. Hiyo njia wakamtoka kila kitu, nguo, na tena niambia alikuwa na 250 cash kwa bag. Ikaenda tu yote. So I was like, aje. No, initially alikuwa ameniambia ati I've shipped gifts from you from Zanzibar. Na funny thing ananitumia location na mimi naona ako huko, wallahi billahi. See, I've told you like unaweza ingia kwa Google na utumie mtu location. Sasa akanielezea hizo mambo zote. Ndo akaniambia mpaka simu yake ati anakonga na masimu mingi bedhe. Alikuwa ananiambia ati mpaka ile siku tulikuwa tunaongea na wewe Marion, niliangushanga simu nikaenda nikaswitch mbio. So I was like hatukukatanga hiyo call because hiyo siku nakumbuka tuliongea almost sijui for how many hours. I was like nikachorea tu nikatulia kierere nipunguze. Sasa si ndo akaniambia ana simu. Anza kuniambia solution ni. Then initially ameniambia ako na shops za manguo, club, ako na sijui magari ngapi, sijui ameka businesses mingi, 3 shops za manguo za watu wakubwa, wadogo na viatu. Hivyo sasa. So vibe yake ilikuwa show off. Ndio na like ni mse yako ni big deal. Big deal. Okay. Big deal. So I was like, okay. Sasa kaanza kuniambia ati sijui amebiwa simu, hana 3000 ya kuchukua lipa mdogo simu nyingine. Sasa ananiambia nijue kwenye ati babe nitole. Nijue kwenye tutatoa. Mario ni mbio mpenzi, don't panic. Sasa mimi nikamshow aje mimi hiyo pesa sasa kupata ngori. Ni tricky by the way, ni tricky. Ndo akaanza kuniambia najua niko na iPad. Kwanza ni ali suggest. Akaniambia na unaweza nisaidia na ile iPad yako. Nikamwambia aje hiyo ni tricky juu sijui kama mamangu ataitikia, lakini wacha nione kenye nitafanya. So I went home. Alafu mamangu akaniuliza napeleka wapi iPad. Nikamwambia napelekea beshte yangu. Ameibiwa kila kitu na hana anything. Mamangu akaniambia pana usimpe iPad. Unaweza chukua ile simu ya kazini yako mdogo juu sasa kwa high school atumiange hiyo before buy nyingine. Sasa unaona hivyo mimi nikampelekea kijana sema kufurahi. Alikuwa amefurahi. Video alikuwa amefurahi. Sasa mimi nikampea. Ikaendelea Jona Claim anafanyanga trading na hiyo ndio source of income yake. Ikaendelea hivyo kiasi. Anaanza kuniambia, my parents are coming from Nakuru, they want to see you. So I was like, nigga, you want to marry me ama ni nini? Ushaanza kunipangia hesabu ya money. So after how long? After nichampea simu. Tukae 2 days. Ndio nasema ile time mlipatana na yeye for the first time. Nilipatananga na yeye mid-September. Na historia nakwambia my parents was to see you ilikuwa after how long? Ilikuwa after 4 days. Si 4 days, ilikuwa after a week. Ilikuwa after a week. 1 week. Ilikuwa after a week. Ilikuwa after a week. Okay. Haya. Sasa akaniambia my parents want to see you, sijui blah 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 blah. Nikamuuliza, why you taking things fast like that? Akaniambia sijui I love you, sijui blah blah blah. Nikasema aje juu mimi hata sina ubaya na mtu, ni sawa basi. So alikuwa na fake conversations, wallahi ningesikia ni kama anaongelesha mamake. Ati wanakuja na anaeleza kwenye watapata keys nini. Funny thing alikuwa ameniambia nisiende Dendegwa kupatana na yeye ndo atanipea alamu ya kutoka kwa wazazi wameshafika. So kutoka asubuhi the whole day mimi nimefanya literally nothing, ndo na end up mpaka saa 6 za usiku na kijana hajaniambia napiga hachukui sasa because mimi najua nilikuwa nafaa kupatana na wewe alafu you're not picking up. Sasa ndo nikamtext. Baadaye nilikuwa nimekasirika, nachukia kukasirika juu nalianga. Nikamtext mpaka voice notes naongea na ile crying voice hiyo sasa. Mbona unanifanyia hivi? Mbona unanifanyisha kazi ya monkey business? Sikufurahi. Nikadozi, nikalala tu. Sasa kulala ndo the following day anaanza kuniambia ati they came hata wako home.
sijui mamangu, Marion unakumbuka ile 145,000 yenye nilikuwa nakwambia tunaenda shopping? Nikamwambia nakumbuka. Usikii mamangu amesha transfer pesa zote. Kamuuliza mamako anajua pin yako ya M-Pesa. Akaniambia juu mimi ndo na handle kila mtu home. Mimi ndo naweka wazazi, watoto wetu, mimi ndo yeye ndo breadwinner kila mahali. Alafu ndo hapo kaanza stories za Jaba ati aliokotanga mtoto street kid kasichana ati kwa streets akakachukua akamlea akamsomesha ati alikuwa na kidney transplant akamlipia akaanza kuniambia story mingi. Hiyo sio movie. Unataka kwa script writer mnoma akiwalai. Sasa akaanza hizo story nini. Sasa ndo sasa the following day ndo anaanza kuniapologize akiniambianga sijui ni sasa ndo akanieleza pesa zishachukuliwa na mamake bla 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 bla. Sasa ndo akaanza kuniambia ati unajua mpaka sister yangu nilikuwa naenda kumbaia food hapa Quickmart, mimi nalipa inaniambia insufficient balance. Namuuliza food ilikuwa ya how much, ananiambia 1000. Alafu ananiambia ati nimeenda nikaangalia nikaona M-Pesa statement yangu inaonyeshana 145,000 has been sent to Margaret mama yake. Umesikia sasa? So I was like, so ulilipa food ya mtoto? Anaanza kuniambia mamangu ni wale watu demanding, they just wanna feel entitled, they just come to my house, they just take anything nini hivyo. Hiyo time nikibai chakula ya mtoto wetu mdogo, sister yake mdogo, ati hakulipa hiyo 1000. So unajua ananiambia nini? Nijue kwenye nitamtolea 1000. Nijue kwenye nitamtolea 1000. Mimi hata before nifike home nishamtumia 1000. Nishamtumia 1000 alipe food. Ati alikuwa na deni. Ati alikuwa shabai, lakini alikuwa amekopa mtu juu yeye amezoea kwenda Quickmart au wenye wako hapo wamezoea. So alikopeshwa Quickmart. Alikopeshwa huko ndani na hao wase wa huko ndani. Ati ananiambia sasa anawa deni. So mimi namuuliza na pesa yako. Ngoja hiyo time hata sikumuulizanga pesa hizi data businesses. Juu unaweza enda kwa biashara yako na utoe useme ama sijashika biashara. Sure. Ikakuwa hivyo. Sasa hiyo story ikaisha hivyo. Akaanza kunikomplainia mamake sijui bla bla bla. Mimi hata siko huko by the way. Kiasi ati wazazi wake after asharudi, ati wazazi wake wamemtoka kila kitu, TV, sijui duvet, sijui nini, ati wamekuja kufagia nyumba yake yote. Ati sahi ana anything. Ati sahi ana anything. Wazazi mbona wanamfagia? Ati wananga ile bond nini, ati relationship yao ni transactional relationship. Ile yenye nipe nikupena. Na kuna M-Pesa yako nini kila kitu wala. Unasema nini? Alikuwa amenyonyesha mpaka messages ati mamake akimthreaten, you won't be my son if you're not sending 20k in the next 5 minutes. Nimetumia mpaka screenshots akinionyesha hizo ati venye mamake anamthreaten ati atamdisown. Jompei. Aya si wazazi wake wakarudi na huko sasa. Tell me why. Your time I was supposed to like go for my high school certificate. Your time mimi nikajiambia aje nimeamka nikiwa nimechelewa na by the time nafika my previous school nitakatazwa kuingia gate juu kuna time limit sasa. Na nikasema aje juu sasa niko Kiambu, acha nipigie msee nimwambie niende nimsalimie. Haya mimi kumpigia ananiambia ameshikwa. Ameshikwa na polisi. Ngoja bidii ilikuwa sasa. Namuuliza umeshikiwa nini? Juu unajua ananiambia kuna Audi, akona Premium, inaitwa Premium, tunaita Premium. Hiyo akona ngoja hizi zingine alikuwa ameniambia. Hizo ndizo initially nilikuwa najua na akona Mercedes yenye ilifanyanga sijui accident, imeishi kwa police station, sijui alitoanga, sijui akaipeleka kwa garage, ati sijui insurance fanya hizo mambo zao, whatever. Na ati imekawia. Haya hiyo time after ameniambia ameshika I was like bro umeshika ukifanya. Na ananiambia ati sitaki kukuambia, sasa mtu akikwambia sitaki ile yenye nambembeleza niambie ni nini. Na akaniambia ati mimi nimeshikwa na makarao juu ya nini? Overspeeding na gari yenye niko nayo haina license. I was like gari gani? Anambia Range Rover. Ati nilikuwa ati hii ilikuja juzi na sikuwa nataka kukuambia, nilikuwa nataka kukusurprise nayo. So mimi nashangaa kani shipment tunafaa kwenda Mombasa, ulienda lini? Hizi mambo zote umefanya overnight. Juzi mimi sijakuacha na gari na funny thing sikuwa imeona na hizo gari, alikuwa na some certain paper imeandikwa Audi jina yake 4.5 million sijui what. Hiyo paper
Sio ndo ile nilifanya hadi niamini akona maybe gari, mimi sijui ni nini. So sasa tumefika what period kutoka mpatane? Mid. Sasa tuseme tu tuko mid. In that month. In that so this month. is the second week. That's the second week. Okay. Mimi nikajiambia aje maybe love is patient juu sasa sifa unajua mimi pia mimi nachokanga pia. Sasa nilikuwa najiambia maybe let me just like nimtolerate. Honestly he sounds promising. Benye anaongea kwa mdomo tamu, kwa mdomo tamu sana. Sasa ndo kaniambia sijui ameshikwa. So hiyo time nikaingia Quickmart. So mimi nashangaa sasa huyu sasa alafu na ananiambia na do, mimi namshua juu siko na shops huko. Ananiambia nikitoa pesa huko italeta sijui kuchanganya sijui nini. Sasa mimi nikachila hapo nikamwambia wacha tuone venye tutafanya. Wanaitisha how much? 15k. Umesikia? Wanaitisha 15k. Mimi nani nikiwa nimechila hapo nikapatana na some nigga akaniambia aje ati nani wameshikwa alisikia over the call. Sasa ndio nikamwambia akaniambia aje naweza mconnect na some police atatoka tu sahi. Sasa ndo kumpigia sasa huyu Martin sasa with this ex nigga sasa ako zile za naongea na nani wewe kama unataka kusaidiwa si unasaidika tu na inaisha hivyo. Acha maswali mingi. Ndo ikasemekana hiyo haizi hivyo. So nikaambiwa aje 15k ndio inahitajika ili atoke. Sasa nikamuuliza wasa hivi wanakupeleka wapi? Ruiru Post. Umesikia Ruiru Post? Ni post ama police station huko sasa. Sasa ni 15k. Nikamwambia aje nitakutumia yenye nitaweza. Sikumtumia yote 15. Sikumtumia yote 15. So mimi nikamtumia akaniambia aje no ulituma pesa ngapi? Tuchane tuna hiyo Tuambie tunataka kujua. Nilimsaidia my part. Mimi pesa ngapi? Bora nilimsaidia my part. How much did you send him? Hebu achana na mimi. Niga alikuwa hustle mbaya Alikuwa hustle wallahi. Hiyo nyingine nikamwambia jua venye atatop up. Sasa ndo akaniambia atatop up hiyo nyingine sasa. So mimi namchill ananiambia je ati don't move nakuja hapo Quickmart. Mimi namwambia acha basi mimi huko. Siko na gari yako. Drive me back juu nifike turudi hivyo kwa unatoka. End of the day ako na Audi. Ako na gari, ako na range bana. So akaniambia pana usitoke hapo. Na shida yako ni kukosa kunisikia. Mimi nikamshow aje sawa. Kierere yangu mimi Uber Ruiru Post. Mimi kufika huko nasikia kuna kesi kama hiyo. So I was like ama kuna Ruiru Police Station na kuna Ruiru Post. Sijui sielewi. Au feel ku reverse do yako? At first mapenzi nakwambia wewe. Mapenzi ni kitu mbaya. Sasa ndo nikampigia. After nishafika huko namuuliza uko hapi na huko. Niambia si nimekwambia uko kwenye huko si mimi nakuja. Nika click tu nikamuita bedeni nilimuita Kondoo ni Kondoo. Nikachukua Uber, Uber back sasa hadi hapo Dendegwa sasa. Sasa kufika hapo, anza kuniambia, "Ati unaona hiyo pesa nimetoa up. Kazini yangu anaitwa Branson, ati I owe him 3000." Sasa nimtachia 3000 nyingine, 3500 ati ni yake ya mtoto, ya huyo kazini yake, ati mtoto wake ni mgonjwa. Na ndio alikuwa amemkopesha sasa. Ndio top up yenye ulikuwa umemtumia. So that means ulikuwa umemtumia over 10,000. Wewe wacha story mingi. Tuendelee. Okay. Tuendelee sasa akaniambia sijui na kazini yake sijui ngapi. Sasa mimi account yangu ameifanya hivi, mimi sina pesa. Mimi naanza ku text cousins wangu wanitumie pesa sasa. So cousins wangu akanitumia pesa nikamtumia yeye. Nikamtumia mimi nikamsaidia alipe hizo madeni. Okay, Haya, si akalipa tukaongea na yeye nini mimi nikaishia home. Nikarudi home. Sasa ndo tukapatana siku nyingine akaniambia I need to see you physically because when I see you my problems get which is true of course akikuona unamsort. But then I was so helpful. So you time after like a day nikaenda sasa kupatana na yeye. Hiyo Dendegwa bado kupatana na yeye anza kuniambia ati you know what? Imagine my parents, my dad is dead. Aliniambia my mom mamake ndo amekufa. Si baba yake sasa. So I was like what happened? Unakumbuka ile siku yenyewe walikujanga sijui home? Hiyo time mamangu alichukonga bike. Ati alienda akagongwa na gari, akarushwa akakufa. Sasa month imeisha.
Say tuko October sasa, tushaingia October. That's 1 month. Okay, that's 1 month. Tulipatana mid September. Bado a whole month ijaisha bado. History yote ina happen. History. Na ilikuwa kwanza ilikuwa so consistent hadi nashangaa. Yaani after this mpaka ilifika point nikaona ni kama amerogwa juu. Unashikwa mara sijui nini, kesho babako amekufa, sijui kikakaa sister yako sijui nini. Sasa hivyo. Sasa hiyo time ndio October wanafunzi wanaanza kufunga shule. So mimi nikamwambia by the way utafute simu juu kazini yangu atakuja na hii ndo anatumianga sasa. Okay? Akaniambia sawa. So hiyo time akaniambia mamake amekufa. So I was like, kai pole. Mimi nani being the understanding friend. Nikamwambia je nitamkalisha. So uende sasa kwake. Kumbe hata ana kwake. Do you know where we tulienda? Savo Coral. Hizo BNBs huko. So I was like, mbona unanipeleka kwa BNB? Anza kuniambia you know I love you so much. Nakumbuka nilirobiwa. Siwezi taka incident kama hao wezi walikuja kaiba, kama wangekupata si wangekurape. I worry about your security. Sasa ananimanipulate vibaya sana. Alikuwa ananimanipulate vibaya. Huko unaona ma red flags. Si niliziona nilikuwa naziona baby pink. Zikiwa red naona baby pink. Okay, Sasa si ndo tukakaa kwa BNB sasa. So time nikaomba ruhusa home. Nikalisha nani? Huyu sasa. So ndo mamangu nikamuelezea the whole story. Na mamangu ni wale watu they're so soft kwa roho hivyo sasa. So mamangu akaniambia Jegai woye mpe 1000 apeleke ya mshumari. Ile na Kikuyu msumari hiyo. Hiyo mshumari sijui hiyo nini. So mimi mamangu akanitumia Ndoka na agiri ya msumari. Hiyo sasa. Mimi nikatumia huyu jamaa. So hiyo time huyu jamaa hana namba ya mamangu. Do you know he took my phone, stole my mom's number and then he was texting him. Akimwongeleshanga sasa the whole time mimi sijui. Yeah, the whole time mimi sijui. Okay, like they're having a conversation with your mom and you don't know. Sijui, ana delete. Your mom akwambii story yote ati huyu Charlie aliniambia kwa home mamangu anajua niko aware. Mamangu anajua nafaa kujua niko aware. Juu mko na yeye of course. Mko na yeye. So mimi sijui. Okay. Na juu sasa sijui. Sasa mimi nikashangaa mbona una text mamangu na una delete chats ni unataki nione. Vitu zikakuwa sasa nikamwambia je hata usinionyeshe, si nitachukua tu simu ya mamangu na nitaangalia. Akaniambia if you love me don't sijui nini why you so insecure sijui bla 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 bla. Kashangaa sasa huyu. Mimi nikaachana tu na hiyo story hivyo. Sasa unasikia mamake amekufa. Sasa namuuliza mazishi ni ya nini? Ni ya lini? Anaanza kutuambia ni kitu tuseme leo ni Tuesday. Tuseme Wednesday itakuwa maybe on Tuesday. Monday tuseme leo ni Monday, mazishi itakuwa on Friday. So namuuliza uende hizo ni matanga ama hizo tangu aje hizo. Ananiambia hapana, uko watu wa home, watu wasaidie tu ni wabaya sana. Sijui ni nini watu wanafightianga mashamba za wazazi wangu, sijui mimi sitaki kwenda huko. Mimi nikamwambia je sawa basi. So ndo hapo sasa ndo akaanza ku make calls. Na calls zenyewe nazisikia ni kama babake anaongea na yeye. Ati nasikia mpaka babake akimwambia, mimi sijui nani yule alikuwa anaongea na yeye honestly. Anamwambia ati nitumie 80,000 sijui za nini. So hiyo time mimi nikahisi njaa. Tukaenda Quickmart kubuy food. Sasa ndo nikapigia mamangu akanipigia kunijulia hali na kumjulia pia hali. Sasa tukiwa hapo kiasi kijana yenyewe ashaanza kumoni. Namuuliza ni nini? Usikii babangu, imagine after kumtumia sijui ni 80 something thousand ama ilikuwa ishafika 90, ilikuwa 80 something thousand. Imagine after kumtumia hivi ati leo nasikia aliamka akiwa amekufa. Alienda kuamshwa lakini amededi. So it's like so mama yako amekufa juzi, babako amekufa. Mamake alikuwa amezikwa? Bado hajazikwa. Una imagine mama amesema mkufa Monday, baba amekufa Wednesday ama Wednesday. Na baba the whole time akijifanya anaongea na babake, nasikia nika walai wanaongea na babake kimtuchanga do. So sijui alikuwa anaongea na nani, juu niliamini. Bidhi niliamini. Nikafika point akaanza kukopa mamangu loans. Na sijui juu ana delete, mimi sijui. Akidanganyanga mamangu ati leo
sijui tumekosa, sijui ati leo tumeorder food Glovo na pesa zijatosha, sijui za nini. Unajua sasa mamangu ananipenda pia, haezi taka niumie pia mimi. So mamangu pesa. Kazi ilikuwa tu kutuma. Kazi ya mamangu ilikuwa tu kutuma. Though mamangu alikuwa na mamangu jua funny thing. Hii mambo yote nilikuwa nimewaoniwa. Lakini mtoto akililia wembe mpe. Sasa sikakuwa hivyo. So mimi nikashangaa wazazi wako wamekufa. So ndo akaanza kupata advice. Jua alikuwa anaongelesha mamangu. So hapo ndo nikajonga anaongea na mamangu. Akaanza kuniambia ati let me borrow advice from your mom, nijue what will happen next. Mamangu akamwambia haina haja basi kama your mom has died and then your dad has died, haina haja muwazike separately, fanyeni mazishi ikiwa pamoja, which was supposed to be held on Tuesday. Okay, so mimi kwa akili yangu najua je tunaenda hiyo Nakuru mazishi. Sasa mimi nikaanza kumuuliza gari zako ziko wapi, ananiambia ziko garage. Ati zinafanywa nini services, sijui zinatengenezwa. So by this time hakuna gari hata moja umeona? Hakuna. Kuna time tulitoka Savo hiyo BNB, akaniambia after tushatembea hivi, akaniambia bidhi umeona hiyo Range Rover ya red hapo? Mimi naangalia nyuma, mimi sioni. Namwambia wapi? Mimi sioni. Uoni pale? Unajua kuna magari mingi, mimi hata sioni, of which haikuwa hapo. I believe haikuwa hapo. Ananiambia hiyo ni yangu. I was like, si ungenionyesha nikitoka hivi kwa gate, unionyeshe ndio hii gari yako. Nikakanyangia tu hivyo. Ikakuwa mbona na jam? Mbona nasikia kuja? Mamangu ametrust mimi, mamangu amekasirika kukushinda. What? Sasa si ndo mimi tuna chill mazishi. So kazi yake ilikuwa kuambia mamangu sijui amsukumie sijui nini. Though sijui. Hii mambo yote hata sijui. Ilikuja kujua after like tushaenda home. Ndo mamangu akaisema tukiongea hapo. Akaisema na unajua by the huyu mtu amenikopa sana, lakini ni junaona ako mtoto mwenye ameachwa na wazazi. Ni tangu aje orphan. Naona tu ni kumsaidia tu. So mamangu ni mwana wa Digwa hivyo sasa. Hapo ndo nikajua bro, you've been borrowing my mom money. Mkukiomba mamangu pesa, mimi nikaamua acha data nisireact. Nilikuwa nimesema nitamuongelesha. And to make the matter worse, hata si ulimpea namba ya mama yako. Alichukua kwa simu yangu. Okay. Funny thing. Hii ikaendelea hivyo. Mazishi kufika, unajua kuna sisters wawili. Ananiambia mmoja sijui ako tuko the same age 19. Na huyu mwingine ni mdogo ako na miaka 12 hivi. Kako sijui grade what. Na sasa juu wazazi amefiwa na wazazi wote wawili, so nianze kujua venye atawatoa Nakuru, aanze kuishi na wao wapi. Wewe? Yeye sasa. Ajue venye atatoa watoto huko Nakuru. So si ananiambia processes za mazishi bado zinaendelea na sister yake huyo mwenye ako 19 anazihandle huko. Kiasi ashaanza kuniambia ati death certificate ya babangu inahitajika sijui 3000 itoke, sijui fanyeni sijui nini. Ati Marion tutatoa wapi? Mimi nani Moses nikamtext mtumie do. Moses ni best yangu mzuri by the way. Akanitumia instantly. Mimi nikamsaidia. Funny thing nikaangalia kwa M-Pesa statements. Pesa yenyewe nimemtumia. Hiyo pesa actually hakuitumia venye ati atume huko kwao. Niliona amelipa BNB nayo. Niliona tu amelipa BNB. Hiyo ni after like nisha discover huku juu huku mbeleni nilikuwa just blind hivyo. So mimi nikamtumia 3000 nini. Siku ya mazishi bado mko tu kwa BNB bado. Kwa BNB. Na sijui analipa aje by the way. Hiyo time hata sikuwa najua analipa aje. Bora inalipwa na bora nakaa. Hivyo ndio ilikuwa by the way. Na food inabaiwa. Sasa si mazishi kafika. So I was like, auendi mazishi atuendi. Anza kuniambia don't pressure me. Sijui my parents have died. Unaniambia sijui nini. Mimi siwezi zika mamangu, sijui yeye alinifanyia sijui nini. Namwambia I feel like compared to ile respect at the end of the day ni mama yako. Enda mwaga hiyo mchanga wewe mzike tu hivyo. Ananiambia hapana I can't. So nikashangaa are you demonic? Huyo mama yako anaweza kufa na ukose hata kama mshiko sana aje. So nikashangaa tu. So tunaona wazazi wote kwa kaburi. Sawa? Wamezikwa na mjaenda. Na tujaenda. Hiyo inakaa sasa. Mamangu ananiambia je nidanganye mamangu tulienda. Mimi nani mapenzi yake nakwambia wewe. Mam tulikuwa mazishi. Tulikuwa hata sikuwa naongelesha hata nilikuwa kwa gari. Sikia anaambia mamangu hata sikuona relatives wake. Nilikuwa kwa gari. Gari sijaiona. So mamangu kwa zile zake akimwambia tu sorry nini na kila kitu kitakuwa sawa. Haya. Mimi najua kuna mazishi. Umesikia? Na akaifanya ikae ni ukweli juu nilikuwa naona akitext sijui best yake kazini yake sijui anaitwa Branson ati unaweza ni video call nione mazishi ndio inakaa script. Mimi sijui Kenya alikuwa anafanya na nikaamini yake. Sasa si ndo hatukwendanga. Sasa ndo akaanza kuniambia sisters wake
anawatoa Nakuru alete huku Ndegu huku Runda sasa. Akaange nao sasa juu sasa hawana wazazi. So si mimi nangoja. Mara nasikia sijui tukangoja hiyo day hawakukuja. Nikauliza sisters wako ananiambia je wako kwa auntie yao Banana. So I was like aje si wanafaa kukuja kwako. Akaniambia wanakaa huko for the meanwhile na auntie wanaongeleshwa alafu watakuja. Nikasema aje sawa. So hiyo time tukakawia for like 2 days ndo nikakip kuuliza kwani sister yako mdogo akujijua. Alikuwa ananiambia bidhi sister yangu mdogo ako excited kukuona. So unaona sister in law sasa. Na mimi niko happy. I'm just happy sasa. They never came. Hawakuwahi kuja. Sasa ndio hiyo time sijui nani anamtext. Niliona tu umetextiwa ati mtoto wenyu akachukua call. Ama maybe alikuwa anaambia mtu a script waongee, mimi sijui. Nikasikia sijui sister yake mdogo ati hiyo kitu imemwaffect hiyo kifo ya wazazi wake sana, ati amepelekwa mpaka hosi na bill ni 50k. Bill ni 50k. So ananiuliza tunatoa wapi? Kwa nini mimi nafanya kazi? 50k inatoa wapi we? So ndio mimi nikamshow aje. Mimi sijui ndio hapo nikaanza kumsuggestia sasa itabidi uchukue loan. So mimi nasikia tu akiomba loans bla 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 bla. Na mimi sielewi sasa. So initially siniko nishasema anafanyanga trading. Alikuwa ameniambia simu yenyewe nimemsaidia si efficient afanya trading. Nilikuwa nimempea Samsung. Ndio akaniambia nipe simu yako nifanyange nayo. Nisaidiange tu. Sasa Jumia hata sifichi anything mimi nikampea tu. So sinajua pin. This guy is a baller. Mbona sibai simu? Ananiambia sijui pesa yote. But then nilimuuliza, ananiambia pesa yote ati alituma kwa matanga. So I was like sima watu uchanga matanga si unafaa kuketa for everything. Yeye aliniambia yeye aliketa for everything juu watu huko ni stingy sijui bla 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 bla. Ikakuwa hivyo. Sasa sisi sitaki sijui imetishwa 50k. Alichukua tu simu yangu akasema acha afanye trading ajue venye kutaenda. So hiyo time sikuwa najua. Haya, si ishakuwa hivyo. Sisaki hajakuja. Nikakeep on kuuliza, ananinyamazisha na story mingi. Mind you, nimeshinda na the same outfit 1 month. Wait, mlika kwa BNB for like a month, for 4 weeks. Ni for like a month. Basi hata alikuwa na a whole month. A whole month unajua tunalipa BNB na hebu acha nikupea sto guy. Mimi kwenye yako akimkimuona mchape tu makofi juu sasa. Ikakuwa hivyo. So sisi sitaki akukuja. Haya. Sasa ndo hapo nikaanza ku receive calls from my friends. So the whole time tuko kwa BNB sasa tumechill. Na alikuwa ameniambia ati nitashukwa kwanza. Akafanya nifumue nywele na sikushukwa na ananiambia ati mimi nimefanya courses mingi mpaka najua beauty, nimefanya criminology, nimefanya sijui bla 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 bla. So mimi nikamshow kama unajua kushukana nishuke basi wewe. Kaanza kuniambia hapana, sijui nini mimi ni mzembe, shida yako ni ulioa mtu mzembe. So I was like ni sawa. Sasa kila siku ilikuwa utashuka. Hadi nika give up. Nywele yangu hata ni refu na inaishika tu hivyo. Sasa si tukaendelea tu hivyo. Then nikaanza kupata calls from my friends. Funny thing, ni dem fulani alinipigia. Kunipigia, nikaenda kuchukua kaniambia sichukue hiyo call. Nikashangaa, I wish ingekuwa ni kijana unanikataza nisichukue call. Huyu ni dem. Huyu kwanza ako na watoto, ako na bwana, ni nini? Akaanza kuniambia na usichukue hiyo call. Sasa ndo the same chile mwenye ananipigia akani DM akaniambia namdai 2000. Nikashangaa mimi sio like wewe unamdai ama nakudai? Mimi namdai. Yeye ananidai 2k. Zenye ukumbuki ulimpea lini? Ati mimi nilimkopa. I was like mimi nikakukopa 2k. Ndo akapiga tena. Sasa boyfriend yangu sasa akasnatch simu akaanza kuongea na yeye. So sijui kenye waliambiana juu alitoka by the way. Alitoka na akaniambia I'll handle everything. Sasa akaanza kunigas. Akaanza kunimanipulate ati Marion niambie ukweli umekuwa ukikopa watu pesa na uniambie. Ashanga kuni on my right mind kwanza hata I wasn't doing drugs bana. Mimi najua kenye nasema unajaribu kuniambia nini? Ati niambie tu ukweli. Niambie tu ukweli. Mimi namshow hapana. Niambie sawa, juu mimi ni wako, I will just cater for everything. So I was like sawa basi. Sikakuwa hivyo. Nikaanza kupata calls na texts weird. Ati niko na Dennis juu ya sijui nani. Ninashangaa. Ndio best yangu Tom akanipigia akaniambia, Marion sasa akiwoi Marion sio ni wai ile 3000 sijui 3000 and something alimtumianga. So I was like mimi ukanitumia mimi. Niambia ulini text sijui nini. Na nikamwambia nitumie screenshots. Kai. This nigga alichukua simu yangu. Funny thing akimsinite mjinga lakini alikuwa anajua M-Pesa pin yangu.
What do you mean? Because haikuwa na pesa tukiwa kwa BNB, mimi sina anything. Okay, kuliendaje akakwambia nipatie M-Pesa pin yako? Aliniambia anataka tu twin na sasa juu sina pesa, nitakuwa nikitumia simu yako na nafanya trading, some deposits zitakuwa, some pesa itakuwa ikiingia hapa. So nitakuwa nikitumia, so just give me your M-Pesa pin. So unajua amedrain account yangu, so mimi najua kwa akili yangu mimi sina pesa kwa nini? Kwa M-Pesa. So mimi nikampea, plus he's doing trading with my phone. So nilikuwa ile naelewa tu. So hiyo time kumbe kumpea hiyo M-Pesa pin, ndo akaanza kuitisha watu kwa simu yangu pesa. Kazi yake ni kutoa kijitumianga kitumanga sijui. Okay, let me ask you alishika simu yako ile, alikuwa anawaitisha na simu yako physically ama kuna vile ali bypass akaitumia kwa phone yako? Kuna vile alikuwa anatumia phone yako kwa phone yake ama ni phone yako alikuwa anatumia kuitisha? Phone yangu anatumia kuitisha. Then kwa conversation si ati anaitisha, kuna yenye anamuitisha sina fare sijui bla bla bla, hiyo atanitumia. Zingine ni weird conversations like ati niko Rongai nimeshikwa, sijui niko Murang'a, ati sijui hata unaweza ongea na kazini yangu. Namba yenye anatumia ya kazini yangu ni namba yake. So hapo nilijua ni yeye. Juu after Tom ashanitumia screenshots, I was like, akaniambia suli niambie mpaka ati nitume pesa kwa hii namba ya kazini yako. Nikamwambia kazini mgani, hebu nitumie namba. Kunitumia ndo naona ni namba ya my boyfriend sasa. I was like, Kumse ni haka? Sasa pesa yenye ananitumia either ajitumie ama alipe BNB nayo. So ndo Toma kaniambia unaweza angalia M-Pesa statement yako ya the whole month. Kuangalia jamani, guy. Na nikashangaa watu wengine ni blocked kwa nini? Mimi si blockingi watu ovyo ovyo. So that's why alikuwa na manage kulipa Airbnb. Na pesa yangu ya friends wangu. Yenye amecon friends wangu sasa. Okay. Na chakula tunakula pesa yenye amecon friends wangu. Naelewa. Hivyo sasa. Sasa after kujua hivyo, juu nilikuwa nishampea disclaimer. By the way, if I know what's going on, nilikuwa nishamwambia mimi hata I won't look back. Mimi nakuacha roho safi. So venye niliangalia M-Pesa statements mpaka venye pesa zinaingia, zingine zikiendanga kwake, na zingine sijui analipa na simu yangu joko na pin. Analipa sijui BNB na simu yangu sijui nini. Na nikamwambia you know what, mimi nakuacha. So after like kujua huko nikamwambia roho safi, mimi siwezi, umeniacha sasa na madeni because watu wananidai na umeblock kila mtu. So mimi nikachukua simu yangu nikanblock watu wote. Nikaenda nikiulizanga mtu, do I owe you anything or something? Juu watu wengine siwajui. M-Pesa names zao si zenye nazijua hivyo sasa hivyo. So nikaenda nikiulizanga na nikafanya hesabu yangu ya M-Pesa statement. Zikakuja 22,250. Pesa yenye nadai watu kwa simu yangu sasa. Zenye wanakudai wewe. Zenye wananidai Kiswahili jamani. Zenye wananidai mimi. Over 20 Gs. 22. Mind you, I'm 19, me I have no work. Mimi hata guy. Nilikuwa nashangaa. Na ujue mamangu alikuwa mpaka mamangu 44k. Hizo nilijua afterwards. Okay, alimkonaje? Sijui venye alikuwa anamwambia. Alafu mamako anatuma? Hiyo mseni noma. Kai. Alafu mamangu anatuma. Sasa unaona after kujua hivyo nikamwambia namuacha. You know he literally locked me up. Choked me, alininyonga. Kwa BNB sasa. Alininyonga. Na lia nikimwambia jitu nimemwambia namuacha. Akaninyonga kabisa ndo akachukua kisu. So I was like, unataka kuniua mimi? Anza kuniambia hata naweza Marion nyamaza, alikuwa ananiambia nyamaza ama I can do something yenye sisi wote tutakuwa ruined. So I was like, utafanya? Sasa ndo akaanza kuniambia tunajua mimi baadaye naweza jidunga kisu. Sasa akaanza kujiambia ati yeye atajidunga kisu. Na mimi bado some part of me nampenda. Nikamwambia sijidunge. Sasa hapo akakaa chini. Ilifika point nikaona uko serious, unataka kujua? Unajua anakuweka kwa situation gani? Yenye wewe ndio utarudi kwake ukimwambia please no hiyo situation sasa. So he took the knife and then akaniambia atajiua. So nikamwambia funga hiyo mlango. Akasijui kwenye aliweka keys. Sijui hiyo mlango ilikuwa locked. Akaninyang'anya simu pia. Akachange M-Pesa pin. Si M-Pesa pin, inaitwa pin ya SIM card pin. Akachange SIM card pin. So I was like, sinipe simu. Akakalia simu na kwa floor na ameshika kisu hivi. So mimi kwa akili yangu najiambia, so yenye amechange ni nini yako? Amechange, unajua aje? ID yangu nilikuwa ile duplicate, ilikuwa kwa bag yangu, kwa handbag yangu. Funny thing, hata nashuku haku change your time. Jua lazima mimi kuwasha kuweka pin na niambie incorrect.
hiyo time sasa. Sasa akaanza kujiambia sijui nini, nikachukua nguo yenye ilikuwa hapo, nikamnyang'anya kisu, nikarusha nje ya dirisha sasa. So the whole time nalia, bidhe alikuwa amenitraumatize honestly. Mimi sijai kuwa traumatized hivyo. Alikuwa amenitraumatize kabisa. Sasa si ndo akaanza kuniambia ati nikiendelea kulia hivyo atanigonga sijui nini. You know, he literally took a melamine mug anataka kuibas kwa kichwa yangu hivi. Jia kulia? Atina cause commotion. Na unajua mimi naweza kuwa drama queen scream huko kwote. Alafu ni ile aibu pia. So alikuwa anaogopa bado. Bado alikuwa anaogopa. Sasa unajua aliniacha hivyo. After alikasirika akatoka. Akanifungia na akatoka hivyo. Sasa sijui mimi sina nini sim card line ya nini? Sim card pin mimi sijui. Au kufikiria kukosa alarm like you know nimefungiwa. Na kwa dirisha ama upigia hata nduru? Dirisha tulikuwa 4th floor. Na ni usiku. Unajua ni usiku ya saa ngapi? Saa 5, saa 6 hapo. Saa 5, saa 6 hivyo. Alafu kwa side yenye hizo BNB kwa hizi side unaona tu ni shamba ya mahindi, sijui nyumba ya mtu pale. Sasa nilikuwa na hata nikiwevia mtu kwa hizo BNB zili wengine lazima ukue verified hapo kwa mlango. Juu naingia ukienda wapi. Na plus taki kuambia mamangu, juu mamangu alikuwa ashaniona, saa ibu nyingine pia inanigonga. Sasa tukiwa tu hapo nikanini si unaweza ondoa nini ile mambo ya sim card nienda kwa TikTok. Hiyo time nilikuwa nalia, then nikaanza kujicompose. Nikaingia TikTok for like 1.5 minutes. 2 minutes, sema 2 minutes. Nilikuwa nalia, alafu nikaona friends wangu wengine wameingia. Alafu ni ile yenye watu wanakuuliza ni nini na mimi naanza kusema mbwa yangu imekufa. Ndio nikaona haki walai juu nasikia vibaya sitaendelea hivi nika end live. Ulikuwa umeingia live? Nilikuwa nimeingia live. Best yangu Zinch anaweza waambia. Alionanga yote nikiingia live alafu nikaanza kusema sijui mbwa yangu imekufa. Juu sitaki kuambia watu aibu. Na plus nilikuwa nimepost mtu venye niko out of soko bana. Mimi Sasa ikakuwa hivyo. So nikakaa hapo until the nigga came. Sasa ndo akafungua mlango. Kufungua ndo nikamwambia aje, you know what? Hebu pigia mamangu mimi nataka kwenda home. Pigia mamangu weka pin. Sasa ndo akaniambia pin. Sasa kuniambia pin akaniambia no you're not the one calling your mom, mimi ndo nitampigia cause I'm the man. Wewe kichwa piga basi. Akapigia mamangu hiyo usiku. Kamwambia aje, ati we have had a misunderstanding. Nilikuwa na shout kwa background. Misunderstanding nini unaninyonga? Kamwambia nipe hiyo simu niongee na mamangu. Sasa ndo nikaanza kuambia mamangu, mama huyu ananinyonga. Sijui akiniambianga nini ndo mamangu akaniambia je, you know what, wewe kuja home. Sasa ndo nikaenda home. Kwenda home hiyo usiku nilishia home. Sikuwa nataka mchezo hiyo usiku nikaishia home. Sasa kuishia home ndo hata sikuwa nataka kuongelesha mamangu by the way. Nilienda tu nilikuwa nimekasirika na nalia. Na nilikuwa nimefura huku nilikuwa reddish. Sijui kama niko na hiyo video. Sijui nitaangalia. Sasa ndo tukaamka asubuhi, mamangu alikuwa anaenda sijui wapi, akaniambia nikuja hapo tuongee. So ndo nikaelezea mamangu kila kitu na nikamwambia kila kitu. So ndo mamangu akarealize huyu mtu ameishi kudanganya. Ndo mamangu hapa akaniambia, do you know this guy owes me 44,000. Nikasema what? Na ndo nikamwambia mamangu mimi ameniacha na deni ya 22,250. Ndo mamangu akaniambia bidii ile simu yenye ulimpea itabidi arudishe na uende uchukue OB. Sasa ndo hiyo siku mamangu akanipeleka Kiambu police station. I took my OB there. And then akaniambia polisi mimi sijui, mimi bado hajampata bado. Na bado ana roam huku Ndegwa, kazi jakosea. Sasa ndo nikamwambia mamangu play cool as in huyu mtu juu nimeona ni dangerous, itabidi you just be chill, usimuonyeshe iwadi unaweza kasirika or something. Sasa ndo nikaenda shule nikatoka nikapigia the nigga sasa huyu msee. Nikamwambia je, sasa nataka tupatane unipe charger yangu, earpods zangu na simu yenyewe nilikusaidia. Akaniambia je, ati nimeongea na mamako na nitaleta simu kwenyu. Unaleta kwetu kwa nini na mimi sikutaki kwetu? Nikamwambia haina haja. So alikuwa shajua kwenyu? Si ndio, si nimekwambia tulikujanga. Ndo nikajua. Ujasikia nikikwambia hiyo part? Okay. Alikujanga home. Ndo hapo ndo nikajuanga kumbe mamangu after sema ati ako na deni. Huyu mtu ako na madeni. Baadaye alikujanga home. Juu mamangu alikuwa anataka kumuona. Kuona ni nani huyu mwenye anasaidia. Okay. Sema nikamleta home.
Sasa ikakuwa hivyo. Sasa si ndo nikaongea naye, but then nilikuwa na msweet nikimwambia I miss you sijui bla bla, juu nataka simu, juu pia nilikuwa naona the pain. Mamangu unajua hizi niambia, lakini I can just feel it because mamangu niambia ninunue simu. Na mimi ndo naonekana ni kama nimeweka mamangu in that mess. So pia nilikuwa nasikia vibaya. Nikasema you know what? Hiyo simu hata kama atakataa na hizo vitu zingine, hiyo simu lazima alete. Sasa ndo the following day nikamwambia natoka shule, nitapitia hapa The Ndego nikichukuanga. Sasa ndo nikaenda kupitia at around 5. Nikampata hapo Rhino hapo Delta. Kumpata hapo nikamwambia simu iko. Do you know bra, like na kutext TV online, nimefika, una reply after like a minute, alafu nishakuona kwenye huko, alafu nakuuliza umenitext na nini, unaanza kuniambia sijui simu yangu nimeiacha sijui wapi kichajua, na simu yako nimeiacha kwa duka fulani. So amereply. So I was like unanichezea. Lakini hapo ndo nilisikia offended. Nikamwambia unajua mimi sitaki ufala, hebu twende unionyeshe kwenye umeweka simu. Juu honestly yako ana simu by the way. Tukaenda kwa hiyo shop, zilikuwa shops mbili zimefungwa. Sasa nikamuuliza shop ni gani? Akaniambia ni hizi. Point ni gani specifically? Sasa ndo nikapigia mamangu, nikajump by the way, nikapigia mamangu kamwambia hii fala haitaki kurudisha simu. Kwanza mamangu akaniambia hebu mpe simu niongee naye. Wakiongea na mamangu nikaenda kwa third shop ya electronics. Nikauliza nani anauzanga hizi shops? Juu nasikia beshte yangu ameacha simu hapa. Huyo msaka akaniambia hizi shops hazijawahi ingiwa. Hazijaifunguliwa shops. Ziko vacant. Mimi nikarudi hapa nikamwambia je, wewe hebu kata hiyo simu nasitaki ufala. Ati umeniambia simu iko wapi? Ndio kaanza kuniambia si nimesema iko kwa ile shop. Haya nikamwambia hebu sema specifically ni shop gani? Sisemi, akaniambia aseme. Akanijamisha nikamwambia cha kunifanya pale hizi duka hazijaingiwa na mtu. Ati mimi ni mwanaume unanishautia sijui nini unajua unani degrade na tuko mbele ya watu. Nikamwambia I don't care, lakini nilikuwa nimejam. Nikamwambia I don't care. Akaanza kutembea hivyo akiniambianga ati mimi ndo nitaleta hiyo simu nikijisikia. Sasa ndo nikapigia mamangu juu tena nikashangaa sasa huyu ashaanza ku walk away from me sasa. Nikapigia mamangu kaniambia aje Marion, mtu akeleleshange mtu, muongeleshe vizuri ndio utapata information. Na nikaona yenyewe mamangu ana make sense. Sasa nikaenda hapa nikamwambia babe, I'm sorry, sitarudia. Sasa ni ile yenye nimemhug. Mimi being the naughty person I am, nika slide mkono wapi? Hapa. Sasa ni ile nimemhug alafu na slide ndani ya boxer. Siku ingia ndani ni juu. Ile yenye you can rub or something hivi. Nikamhaga alafu nika slide. Do you know nilisikia simu alafu nikaigrip hivi. Nikamuuliza hii simu, anza kuniambia sijui hapa. Ulisense aje kwa hapo? Sikuwa najua, hiyo hata niseme tu ni sad for me, sikuwa najua. Mimi sikuwa najua. Na nikamwambia buto hii simu, anaanza kuniambia hii simu ya mama yako, hii simu yenye ulinipea mimi. Anambia sawa si simu. Unajua Mario nikikutolea hii simu alafu tupate sio tuna break up. Mimi I'm very ready by then. Nionyeshe. Kwani ati mlikuwa hata ndo namshangaa kwani unajua tusha break up wewe. Mimi I was so ready. Sasa ndo akaanza kuniambia tuko in a public route yenye kuna watu wengi. Sasa akaniambia je tuende ina more private route kwenye kuna watu wengi. Kuna watu yes lakini hakuna watu wengi ndo nitaweza kukutolea. Nikamwambia je sawa basi. Juu lazima nataka kuona ni hiyo simu ni nini. Sasa tukaenda. Dino nikaanza kumpressure akakataa kumtolea. He was searching for like stones chini akiniambia anataka kunigonga. Nikajua hizi ni plots, sijui pale ni main road, hapa kuna watoto wanacheza, sijui nini. Cause a scene bana. Nika raise voice haki. Nikaanza drama. Nini unakata na simu ya mamangu? Unachukua. Nikaanza sasa kumshautia hapo. Watu wakaanza kukuja by the way. Akaanza kuogopa na akaanza kuniambia, "Unajua watu wanafikiria mimi ni mwizi." Nikamwambia mimi sitaki kujosu toa hiyo simu. Sasa penye aliona watu washaanza juu, watu wanapenda drama. Ndo akaamua aje, akajificha hapo kwa mti fulani ilikuwa hapo, alafu akatoa. Sasa ananifanyia, "Hii ni simu ya mamako, sasa ni screen ni black." Hivi. Nikamwambia acha ufala, hebu nifanyie hivi. Niko hapa tu hapa chini imeandikwa Samsung. Nilisnatch tu nikamwambia acha kunifanya fala, hii si simu ya mamangu. Ati sini mamako alikupea. Nikamuuliza mamangu alikuletea hapa ama mimi ndo nilikuletea? Sasa ndo nikienda alikuwa amejaa. Nilikuwa nasikia ni mtusi lakini sasa mimi siwezi mtusi. Nilikuwa tu nimekasirika nikamwambia mimi bidii achane na mimi usiwe nitafuta. Na hii sim card yako ujue kwenye utaipata ama uikujie nifuate. Nikamwambia nifuate. Akaniambia mimi siwezi kufuata. Nikamwambia haya mimi naenda nayo. So zuri nilikuwa najua sim card pin yake. Lakini pattern ya simu alikuwa sha change. Nikiambiwa. So kufika home nikaambia mamangu
ndio hii simu na venye nilipata ni nini. Akaniambia huyu mtu ni mwizi. Na sijui mbona ulikuwa akaanza kunikelelesha mbona nilienda peke yangu, sijui bla 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 bla. Sasa ndo nikaweka pin yake. Namba zikaanza kupiga. Baadaye namba zikaanza kupiga. Nikashika namba moja, kumbe ni mamake. Na jam save. So ni ile yenye nachukua juu na yo, si mamake alidedi. Si ndio. Sasa ni ile yenye nachukua calls nikidhani maybe anajipigia aongee na mimi, ajue kwenye SIM card yake ataipata or something. So si mimi nachukua call. Nasikia, "Hello?" Mtu anaongea na sauti ya umama hivi. So I was like, "Ni nani huyu? Naongea na nani?" Ananiuliza akapi mwenye simu. Nitakwambia ukiniambia ni nani. Akaniambia mimi ni Mama Martin. Akapi mwenye simu. So ndio nikamwambia hii simu actually iko yake ni nini? Ndio nikamwambia wewe si nilidhani umekufa. Akakata simu. Akakata simu. Ndio akakata simu then akapiga tena. Alikuwa ameshtuka by the way. Mama wangu akaniambia nisimshtue. Juu ni mzee by the way. She's old there. Nisimshtue enda Juma ulimi. Sasa ndo akapiga tena, mimi nikamuelezea kila kitu ni nini na mtoto wake. Ndo afterwards akanieleza kwa wako sawa, bwana wako, watoto wako. Yo. Hakuna mtu amekufa like kwao. He was killing everybody in their family like wazazi wote like Sasa ndo mamake akaanza kutuambia sijui ata plan siku nijue kwenye nitatrace mtoto wake kwenye yako. Sasa tumeishi BNB mimi sijui hata namtoa wapi sijui kwa yake mimi. Sasa ndo nikamwambia huko the Ndegwa lakini mimi sijui ni wapi specifically juu mimi sijui kwake. Juu nataka kumuendea warudi na yeye wapi Nakuru. Ndo after like posting that story ndo nikaanza kupewa some stories. Hiyo ndo kitu anafanyanga, amefanyia demu mwingine hivyo Nakuru na kashikangwa hata. Akashikwa na kachapo karibu uliwe. Ni kitu amezoea kufanya. Amefanyia hivyo, amefanyia exes wake wote naongea na wao. Juu nilipost picha so alikuja tu. Yo. Wakaanza kuniambia wakinitoleanga pia evidences. Ndio nikajua kumbe hii ni hustle yake. Hii ni kitu anafanyianga wasichana hivyo. So yeye ni scammer. Yeye ni scammer. Yeye ni fraud bana. Ndio hata nikasikia ako na bibi kwao. Sasa ako na mimi huku. Nikashtuka bibi na mtoto kwao. Wow, I was shocked. Yo, alafu I was shocked. Wow. Na naniambia I'm the second girl. Ajay date. Ati wa kwanza ilikuwa campus. Sijui yeye akacheat akaenda akaolewa na msee wa bodaboda. Ati from there akamua focus on himself, abaizi magari zote, nyumba yote. Na age gani? 25. Hiyo si Illuminati. 25 na uko na sijui nyumba runda, sijui uko na So alinidanganya. Na nikarealize hata si mimi peke yake amedate. Hiyo msichana mwingine, yani exes wake wote naongea na wao. Yo. So story ilishaje ama bado story haijaisha? Sasa ndio nilikuwa nitoe part 6. Polisi bado hawajampata na ujue mimi ndo nilikuwa na line. So niliambiwa tu let me just nitupe tu hiyo line. Juu sasa nilisikia huwezi replace line yako kama iko on bado. Si ndio? Kutoka hiyo. Nilisikianga hivyo, I don't know. Nikasikia hivyo. So nikaenda tukaflashisha hiyo simu juu iko inafunguka. Alafu ndo sim card yake sijui kama walitupa lakini ilitupwa. So saizi anatafutwa na hajapatikana and I feel like polisi hawafanyi mimi sijui. Hafanyi mambo yao. So wako tu huko roaming. So ndo afterwards wazazi wake wakaanza mamake akaanza kutext mamangu akimwambia tell your daughter to withdraw the videos. Ati naibika sijui nafanya nini, it's so shameful. Ndo nikapewa na neighbors huyu Martin Daya, neighbors wa kwao wenye wamelelewa na wao, nilisikianga hiyo tabia amezoea. Ati hadi mama yake akiambia hizo story kitambo alikuwa anasemanga wacheni na mtoto wangu mimi ndo namjua. Alikuwa anatetea mtoto wake makosa yake. So mimi nikamwambia je mamangu mtu akule tu mimi hakuna kitu naondoa mimi. Nikaibika so ulijua hivyo, so wewe ndio ulitikia mtoto wako akue hivyo. Na ndo nikasikia ni drop out, hakuimaliza campus, alikuwa anafanya IT na anadanganya sijui alifanya criminology sijui nani. Ati ali drop out. Ndo nikasikia sijui kwao the years zote sijui they have kuna laana fulani kwa kwao. Ndo nikaanza kuulizwa I hope you're not pregnant or whatever, you're not carrying his baby. Juu the years nilikuwa napewa story na some person anawajua kwa kwao. Ati kwao kuna kasi fulani inakuanga unachizi unaruka tu akili. Ukifika 30. Na yeye salindanganya age sija kwa 25, mamake anasema kwa 27 28.
hapo. So yeah, na wanaanzanga hivyo. And they are smart at this. Huyo mwenye ananiambia ati pia bibi yake alikuwa ni wangu na the same person. So ni kitu alizoea. Ikakuwa hivyo. Sasa niko tu hivyo. Sad. It's a sad story anyway. But anyway, pole. Sorry for that. Siko heartbroken, mimi niko money broken bana. Nini? Ikakuwa hivyo. But I saw you crying on TikTok. Cause nilikuwa na receive unajua watu who like own up the story alafu wanaanza kuwa the judge of everything. Sasa nilikuwa na nini? Ni some person alisema some comment hapo ikanishika tu ikaguza mlima. Ikaguza mlima mlima. So by the way mimi nimekujua through TikTok na nimekujua through your story. Ni impact gani your story imeleta kwa kwa your social space? My social space. Yeah. Ni impact gani imekuletea? Because niliona pia niliona mpaka aitwa nani? Huyu Steve wa Masaja na iongelelea like ilifikaje hapo? Ni impact gani ilileta? Sasa I feel like unajua most of the watu hupitia huku nje. Difference yangu na wao ni ati nilipitia nikaongea wao waongee. So some chiles pia wamepitia hizi story na after like isha create me honestly nilikuwa tuna create awareness. Junisha learn, honestly nisha learn. So after hivyo ndo nikaona watu wanaanza kurepost story wakiongeanga mambo zao huko. Na Marion sasa kila saa nikiscroll hivi Marion. That's how I got to know you by the way. Because of that story, yeah. Sasa nilikuwa na 25k followers. Nikaruka sasa niko 50. 50k. Na hapo tuka story. Hiyo story tu. Wow. Ndio mwenye alidate mwizi ni mimi. So what advice would you give to, not only women, because niko sure pia kuna wanaume bado wamepitia search, unajua. So what advice would you give kwa madem na machali wenye wanajipata kwa mapenzi? Kwa madem mimi kitu nimejua, mwanaume akikutisha D5 bob, Murife run. Nadia mjuani, I wish ingekuwa ni mtu tunajua. Unajua best yako huwezi kataa kumwokolea or something. Lakini tumejuana leo kesho, yani yani hadi hakuna juana na huyo mtu. Alafu courtship ichukulie seriously. Hii mambo ya kurukia mapenzi all of a sudden juu tu napenda mtu. Lazima by the way, cheki. Si unitumie 2,000. Get out. Lesaja. Ja. Umekapitia by the way. Ukwe na courtship, juana na mtu before uanze mambo ingine. Azini msome kwanza before. Alafu ukipenda mtu simpenda na roho guy. Penda na akili. Wacha roho ifanye kazi yake ya kupump damu. Wacha isikume damu sasa mpende tu na akili. Niko niggas out there ukipenda apendeka, usifanyie mtu mbona alinifanyia hivyo na mimi I had genuine intentions lakini iliniuma though. Siko idhani naona dust, hata sijaiona dust maisha. Uliona dust? Niliona vumbi. Niliona vumbi. Noma sana. So before tumalize, nimesikia wewe ni Mkikuyu. Na tukikunywa chai pale wakaniambia, mimi nazongea Kikuyu poa. Ndio? So I want to challenge you. Nitakupatia words useme na Kikuyu. In fact, you repeat after me. Okay. Are you ready? I'm ready. Yeah. Dada ugia tiriri. Bebe na boso ni hagira nagerio. Bebe na boso ni hagira nagerio. Bebe na boso ni Hageru. Anza tena. Bebe na boso ni haragira nuo. Lakini ngoja. Rudia tena. Bebe na boso ni haragira nuo. Hagira nuo. Ni haragira nuo. Bebe na boso ni hagira nagerio. Bebe na boso ni haragira nuo.
bebe na hiyo ni tongue twister ya Kikuyu lakini najua Kikuyu. Bebe na boso ni, for example, unataka kuna mtu ako hapa na kuambia these and these huwezi pika pamoja, na unataka kumwambia na Kikuyu zi unaweza zipika pamoja. Bebe na boso ni hagira na gerio. Bebe na boso ni haragira niyo. Awe cheki, unajua mimi ningemwambia aje? Bebe na boso ni siruga kwa hamwe. Sikagiro dufurie mwe. Basi acha nikupee rahisi ya mwisho. Usinipe rugiri ama sijui rahisi. Sawa. Mokorino ni arako noko kiro. Simple. Mokorino ni arako noko kiro. Kunoko kiro. Mokorino ni arako kunoko kiro. Mokorino ni arako noko kiro. Mokorino alafu sema sana haraka. Mokorino ni arako noko kiro. Mokorino ni arako noko kiro. Konoko kiro. Teki wakunoka we. Waambie subscribe kwa Mshefa TV tukimaliza. Subscribe at Mshefa TV. Na uweke hiyo bell ring hapo. Notification bell. Oh, notification bell. So that anytime we upload unakuwa wa kwanza kujuzwa, au sio? Tupatane kwa video next. Ciao. Bye.